Ndugu zangu Waislamu, tarehe 12 mwezi huyu wa Rabiul Awwal ndiye anazaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Maka nzima ni furaha, ulimwengu mzima furaha, mbinguni furaha, lakini mama Amina ambaye ndiye mama yake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama amezijenga furaha na huzuni. Furaha ni kwa kuwa amekuja bwana mtume Muhammad, amezaliwa kiumbe bora, furaha hiyo. Lakini huzuni, tayari amempoteza mume wake. Alitamani basi mzee Abdullah ibn Abdul Muttalib ambaye ni baba yake mtume angelimnyanyua basi hata mwanae kwa siku moja, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakumjalia hilo, hakumpa hilo. Ndugu zangu Waislamu, maisha ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ndio hayo yanaanza sasa. Yanaanza, mama anachukua responsibility. Salamun ala ummati, ndugu yangu, salamun ala ummahat. Ndugu yangu, amani iwaendee wamama ambao wanajielewa, wanajitambua, waliwapambania watoto wao. Ndio huyu kielelezo Ummu Amina, ndio mama yetu huyu Amina, ummu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Anaanza maisha, anaanza kumlea mwanae huyo bila mume. Mama huyo, ndugu yangu, mama haui. Mama alipambana, tayari hapo anachukua seve nyingine. Sio tu mama, anakuwa ni mama na ni baba. Ndio maisha aliyoishi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Lakini alikuwa na babu yake Abdul Muttalib, akasema haiwezekani mtoto wa mwanangu ateseke, aangaike, nileteeni mjukuu wangu. Ndugu zangu Waislamu, maisha yalianza hivyo, maisha ya kupambana. Ndio mama huyo anakwenda huku mbeleni, huko akanyonyeshwa, huko ananyonyeshwa huku mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Lakini bado Allah anataka kumfunza tena mtume Muhammad. Ni miaka 6 sasa, kitoto kimeshaanza kujua huyo ni mama, huyo ni shangazi, huyo ni baba mkubwa, huyo ni nani, hawa ni ndugu zangu. Tayari kitoto hicho kidogo, miaka 6, Allah subhanahu wa ta'ala anamchukua tena mama yake Amina. Muhammad sallallahu alayhi wasallama, giza linaingia tena kwa kitoto kidogo, hakumuona baba. Imefikia wakati sasa ndio apate starehe na furaha ya mama amfariji. Allah subhanahu wa ta'ala anamchukua tena mama yake. Uyatima juu ya uyatima, nyumba ya Abdul Muttalib inaingiliwa na giza. Babu yake anajifikiria, nitamlea vipi mjukuu wangu? Hana baba, hana mama, anampoteza baba yake. Ndugu zangu Waislamu, haya ni maisha aliyoishi bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miaka 6, mtoto anaanza kujikongoja sasa, analelewa na babu kwa mapenzi kweli, mapenzi mazito, mapenzi yenye furaha. Babu anajitahidi awe ndiye sasa kuanzia hapa leo, ewe Muhammad, mimi siko babu yako. Leo ukiniona hivi, bimaana mimi ni baba yako na mimi ni mama yako. Anaichukua responsibility Abdul Muttalib ya kumlea Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwaka wa 6 huyo ambao ameondoka mama yake mzazi Rasulullah. Mwaka wa 7 ndio mzee anapambana kumlea. Mwaka wa 8 mtume yuko na miaka 8. Allah anasema bado anamchukua tena babu yake Abdul Muttalib. Ndugu yangu, mtume akaishi maisha ya ajabu sana.
maisha ya kihistoria sana. Baba hana, mama hana, aliyechukua tena majukumu ndio huyo babu yake, na yeye anachukuliwa. Giza juu ya giza, shida juu ya shida. Huyo ndio maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miaka 8 tayari amewapoteza watu muhimu katika maisha yake. Huyo ndiye yatima, anapiga kelele Mtume Muhammad. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, araaita alladhi yukadhibu bidini fadhalika alladhi yad'u liyatiba fadhalika alladhi yad'u liyatiba. Mnamuona yule anayekadhibisha dini ni yule ambaye anamsukuma yatima, unamtesa yatima. Yatima anapiga kelele. Ndugu yangu, haya maisha aliyoishi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wako ndugu zako wanaishi hayo maisha. Hana baba, hana mama, hana mbele, hana nyuma, anayemtegemea ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maisha aliyoishi bwana Mtume Muhammad. Dada yangu, baba yangu, kama wazazi wako wangaliki hai, sema alhamdulillah. Kuna watu walipitia maisha magumu. Kuna watu wakivuta picha, wakisoma sira ya Mtume Muhammad, machozi yanamiminika. Miongoni mwao ni mimi wa kwanza. Mimi wa kwanza. Baba yangu aliondoka duniani, kwanza hakuwa Muislamu, na mama yangu si Muislamu. Mimi mwenyewe, baba yangu amekufa, alituacha tuko watoto watatu, mimi na mdogo wangu wa miaka 5 na dada yangu mwingine alikuwa na miaka 2. Haya ndio maisha yameanza. Mimi niko na miaka 12 wakati huyo. Maisha yanaanza ya ziki. Baba ndio alikuwa mpambanaji, baba ndio alikuwa nguzo, baba ndio alikuwa kioo, baba ndio alikuwa dereva wa nyumba. Sasa inaondoka, giza linaingia. Wakati huyo nilikuwa somo la 5, ikabidi nisimamishe masomo. Mama hana uwezo, mama atakimbia aje, atahangaika vipi, aende wapi? Basi nikaamua, nikamwambia mama yangu, acha, mimi nitapambana. Nina miaka 12, nitafanya kazi kauede, nitapambana. Mimi bado sijakuwa Muislamu hapo. Nitapambana, nitakuwa na kusaidia, nitachuuza masashe msoko zama hizo, nitachuuza masashe. Kile ambacho tutachokipata tutakuwa tunakula hivyo hivyo. Miaka 12, nina mdogo wangu wa miaka 5. Ndugu zangu Waislamu, haya ni maisha ambayo watu waliyapitia. Nakumbuka siku moja nimekuja na rengarenga zimo ndani dagaa na tomati, namletea mama, namwambia mama pika. Mama amelia, mama yangu amelia, akasema leo unakuwa baba, leo umechukua nafasi ya baba yako, leo unaniemelea mwanangu. Mama amelia, mama yangu amelia kweli. Kila nikimuona sasa hivi, umri umerepa, huwa naichukua mikono yake, naibusu, nalia sana. Huyu ni mama, sitokufa na msahau, nitabaki na muombea dua. Ndugu zangu Waislamu, maisha ya uyatima yanaumiza. Nimeshinda masomo, sikusoma tena mwaka huyo. Somo la 5 sikusoma, la 6 somo la mwaka huyo sikusoma, na wakufuata sikusoma. Niko natembea barabarani, tunafika fasi moja Kamenge panaitwa Kusantre Jene. Mzungu mmoja ni Mkatolika, huyu ni padiri, akaniona. Wakati huyo mimi siitwi Juma, wakati huyo mimi naitwa Paskari. Ananiita, akaniambia mbona uko hapa na wengine wako kwa masomo? Nikamwambia mimi sikusoma, mimi sina baba, niko na mama yangu, na mama yangu hana uwezo wa kunisomesha. Huyo mzungu
Huyo mzungu ambaye ni padiri akanibana mkono mwenyewe, akanipandisha gari, akanambia twende, unataka kusoma? Nikaambia mimi ninataka kusoma. Akanipeleka kwa masomo, akaniandikisha mwenyewe na akanilipia kila kitu, makae na uniform, kila kitu. Akaambia huyu nataka asome. Kuanzia hapo ndipo nimeanza kusoma. Sasa ndugu yangu huyo nikatoa, hakujali niliposilimu, hakujali mimi ni Muislamu, akanisaidia. Waislamu hapo hapo, ndugu zangu Waislamu wamenisaidia. Somo la 5 la 6 nikaweza konkuru, nikasoma la 7 la 8 la 9 la 10 la 11 mpaka nikamaliza yeye mwenyewe. Akanambia unahitaji kusoma university? Nikaambia hapana, mama yangu ananihitajia kwa sasa, acha nimpambanie mama yangu, acha nimpiganie mama yangu. Amenitesekea, amenipambania mama. Alivaa nguo moja mwaka mzima, si kwa kuwa alikuwa hana uwezo. Alijifikiria nikinunua nyingine watoto wangu watakufa na njaa, nikipendeza watoto wangu itakuwa aje? Aliteseka mama yangu, alipambana mama yangu. Ndugu zangu Waislamu, nikawa nimesimamisha na university, lakini akatokea mtu mwingine akanambia hapana, itabidi usome tu na university. Nikaambia hata nikisoma sitomaliza, ningali na ndoto mimi ya kumsaidia mama yangu, ningali na ndoto mimi ya kumpambania mama yangu, ningali na ndoto. Sijalipa mimi deni la mama bado, hadi sasa hivi sijalipa deni la mama na sitoweza kulilipa, sitolimaliza hilo. Huyu mama salamun ala ummahatina. Ndugu zangu, amani iwe juu ya wale wa mama zetu, wale waliowapambania watoto wao. Pambana mama kwa ajili ya mtoto wako huyo. Ikiwa hata kukumbuka, ndugu yangu, Allah subhanahu wa ta'ala atakukumbuka wewe. Ndugu zangu Waislamu,